Eneo hili linahusu uwekezaji katika vitu ambavyo tungesema vinashikika ili uweze kuelewa vizuri. Kuna maeneo makubwa matatu ambayo unaweza kuamua kuwekeza katika kundi hili. Eneo la kwanza ni ujenzi wa majengo ya kupangisha, yani real estate. Hii inahusu uamuzi wako wa kuamua kujenga nyumba za kupangisha, majengo ya ofisi ama majengo ambayo yanaweza kufanyika biashara. Mara nyingi hii huonekana ni eneo ambalo linahitaji pesa kubwa ya kuanza kulinganisha na maeneo mengine ya uwekezaji. Hata hivyo, kama una ndoto kubwa katika eneo hili, unaweza kuanza kujipanga kwa muda mrefu na ukaanza kufanya vitu kwa hatua ndogo ndogo. Namfahamu dada mmoja ambaye yeye alianza kwa kujenga nyumba ya chumba kimoja na sebule nje kabisa ya jiji la Dar es Salaam, ambako alipata kiwanja kwa bei rahisi sana. Lakini leo ameweza kujenga nyumba zaidi ya 3 za kupangisha, na maono yake ni kuendelea kujenga hadi afikishe nyumba 100, na kwa bidii alionayo naamini atafanikiwa. Kumbuka kuwa pamoja na gharama kubwa ambazo zinaambatana na aina hii ya uwekezaji, lakini unaweza kuamua kuanza kidogo kidogo kwa mpango wa muda mrefu ili uweze kufikia lengo ulilonalo. Faida kubwa inayoambatana na njia hii ni pamoja na kwamba uwekezaji huu unahitaji gharama kubwa zaidi ukilinganisha na uwekezaji wa aina nyingine. Ukweli ni kwamba unadumu zaidi, na kwa maana hiyo utaweza kuendelea kuingiza pesa zaidi kwa muda mrefu. Mara nyingi uwekezaji kwenye majengo, ukiacha usimamizi wake na mahitaji ya marekebisho, ni uwekezaji ambao utaendelea kukuingizia pesa wewe, na hata utakapoondoka duniani utawaachia watoto wako na wajukuu zako kulingana na ubora wa majengo yako. Hivyo ukiwekeza hapa, tunasema unawekeza kwa ajili yako na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Faida nyingine kubwa ya kuwekeza katika eneo hili ni uwezekano wa wewe kupata mkopo kwa kutumia majengo yako kama uthibitisho wako wa kulipa kwa taasisi za fedha, yani collateral. Mara nyingi taasisi nyingi za fedha, ili zikupatie kiasi cha pesa unachotaka, watahitaji kitu ambacho utakaposhindwa kulipa, basi watakiuza na kurejesha fedha yao, hasa mali ambazo haziwezi kuhamishika kirahisi kama majengo. Hivyo basi, uwekezaji katika majengo ya kupangisha ni moja ya maeneo ambayo unaweza kupata mikopo kiurahisi sana kutoka kwenye taasisi za fedha. Changamoto ambazo utakabiliana nazo katika uwekezaji huu ni pamoja na gharama endelevu za kuendelea kutunza majengo yako. Kumbuka kuwa kadiri majengo yako yanavyokuwa makubwa, ndivyo gharama ya kuyatunza na kuyarekebisha inazidi kuwa kubwa pia, yani repair and maintenance. Lakini pia mara nyingine unaweza kupata wapangaji ambao ni wasumbufu katika kulipa kama mlivyokubaliana, na wakakusababishia hasara katika uendeshaji wako. Pia wakati wa kuchagua mahali pa kujenga, ni muhimu kufanya utafiti wa kutosha. Usije ukajikuta umejenga mahali penye mgogoro, ama sehemu ambayo itahitajika kufanyiwa upanuzi wa barabara, ama eneo ambalo kiramani haliruhusiwi kujengwa makazi ya watu. Eneo la pili katika kundi hili ni eneo la madini au mafuta. Hili ni moja eneo ambalo watu wengi sana wanaliogopa kuwekeza, hasa kutokana na wasiwasi wa hasara ambazo zinaambatana na uwekezaji katika eneo hili. Kwa sababu hiyo pia watu wengi sana hawana taarifa zinazojitosheleza kuhusiana na eneo hili la uwekezaji, kwani wengi ni kama wameona kuwa hawawezi kabisa kufanya uwekezaji kwenye eneo hili. Hata hivyo, ni vyema kutambua kuwa sio lazima uwe mchimbaji, kwani katika biashara nzima ya madini na mafuta huwa kuna shughuli mbalimbali ambazo unaweza kuzifanya katika mnyororo wa thamani, yani value chain. Kuna watu wanaweza kuwa ni wafanya utafiti, kuna wengine ni wachimbaji, kuna wengine ni wauzaji wa jumla, na hata wengine ni wauzaji wa rejareja. Hivyo kama wewe unataka kuingia katika eneo hilo la uwekezaji, unaweza kuamua kuanza na eneo ambalo unafikiri kuwa unalimudu kwa maarifa ulionayo, lakini pia kwa kiwango cha mtaji ambacho unacho. Faida kubwa ya eneo hili ni kwamba, moja ya faida kubwa iliyopo kwenye biashara namna hii katika hali ya kawaida ni kuwa thamani yake huwa haibadiliki kwa haraka kama ilivyo bidhaa nyingi zilizoko sokoni. Mara nyingi thamani ya madini ama mafuta huwa haitokani na soko la pale ulipo, yani local market, bali ni matokeo ya bei katika soko la dunia, yani world market. Hii ni kwa sababu bidhaa hizi hutumika dunia nzima na sio katika eneo lilopo tu. Hii inasaidia kupunguza hasara inayoweza kupatikana kwa mabadiliko ya bei ya haraka yanayokuja bila kutarajiwa. Ni vyema kuelewa kuwa katika hali isiyo ya kawaida, bei ya mafuta kuanzia mwaka 2016
baada ya Marekani na nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani OPEC kuingia katika mgogoro ilishuka sana hadi kufikia $30 kwa pipa moja, na tangu wakati huo imekuwa inaathirika mara kwa mara. Hata hivyo, mara nyingi pia faida unazoweza kupata kutokana na uuzaji wa bidhaa hizi ni kubwa ukilinganisha na faida ambazo unaweza kupata kwa njia nyingine kwa kutumia kiwango kile kile cha mtaji ulionao. Hivyo kama utaweza kufanya kwa faida kwa kila mauzo, basi ndani ya muda mfupi unaweza kukuza biashara yako kwa haraka zaidi. Changamoto kubwa unapotaka kuanza biashara hii, mara nyingi mtaji wake wa kuanzia huwa ni mkubwa kwa sababu ya thamani ya mafuta na madini. Unaweza kuona pesa ulizonazo ni nyingi, lakini kwa sababu ya kuwa na thamani kubwa, ukienda kununua utapata kidogo. Hii inakupa mawazo kuwa pengine ili uwe na ufanisi, unaweza kuanzia chini kabisa kwenye mnyororo wa thamani. Hata hivyo, biashara hizi zina hatari nyingi sana, yani risk. Kutokana na uhalisia kuwa zina faida kubwa, basi pia hulengwa na watu wengi wanaotaka kujipatia faida ya haraka. Kwa mfano, kwenye madini kuna watu wengi ambao wametapeliwa kwa kuuziwa madini yasiyo halali na kujikuta wamepata hasara kubwa sana. Lakini pia kuna maeneo mengi watu wanaviziwa na kuporwa na majambazi waliojiandaa na kuwafuatilia kwa muda mrefu. Kutokana na urahisi wake wa kuuzika, inawavutia watu wengi kufanya hivi. Ukitaka kufanya biashara hii, inapaswa kuwekeza muda wa kutosha katika kujifunza na kuelewa namna biashara inavyoendeshwa kabla ya kuanza kuifanya.